Msichana alikuwa ndio kwanza amekubali ombi la kuwa mpenzi wa mvulana wake wakati mwanamume mmoja alipotokea ghafla na kummwagia maji mwili mzima. Mpenzi wake kwa hasira alimhoji alikuwa anafanya nini, lakini yeye akasema, mimi ni wewe wa kutoka siku zijazo. Kisha akamwonya huyo mpenzi asipoteze muda kuchumbiana na huyo msichana, kwa sababu miaka 10 baadaye, mtu ambaye angemshughulikia kwa dhati angekuwa mwanamke aliyesimama kando yao. Msichana huyo alishtuka sana ndani ya moyo wake. Alianza kusita kama anapaswa kuendelea na uhusiano huo, lakini mpenzi wake alikataa kuamini kwamba angewahi kumpenda mwanamke huyo mwingine. Alimvuta msichana huyo katikati ya umati na kuapa kwamba hisia zake hazitabadilika kamwe. Alisema kwamba ikiwa angewahi kumsaliti, anastahili kupigwa na radhi. Akichochewa na unyofu wake, msichana huyo alimkabidhi kuponi 3. Alisema kwamba ikiwa atawahi kumkasirisha katika siku zijazo, angeweza kuzitumia ili kupata msamaha wake. Aliamini upendo wao hauwezi kuvunjika na una nguvu ya kutosha kupingana na hatari zilizopo. Lakini siku iliyofuata, yule mwanamume alikuja ghafla kumtafuta msichana. Alimwangalia kwa dharau na kumwambia kwa ubaridi aache kushikamana na maisha yake yaliyopita. Lakini msichana alikataa kurudi nyuma, kwa hiyo mwanamume akamwambia angalie upande wake wa kulia. Aligeuza kichwa chake na kuona kwamba yule mwanamke mwingine alikuwa karibu kuanguka na mpenzi wake alikimbia mbele ili kumshika. Tukio hili lilishuhudiwa na rafiki mkubwa wa msichana huyo. Rafiki yake aliingilia kati na kuwashutumu kwa kutokuwa na mipaka, lakini mpenzi huyo alimtetea yule mwanamke mwingine. Alipomwona msichana akikaribia, alifikiri hata kwamba amemtuma rafiki yake ili kuwalenga. Msichana huyo alihuzunika sana na kugeuka kwa hasira. Mpenzi huyo alimfukuza haraka na kuomba msamaha kwa dhati. Alitoa kuponi ya kwanza na kuomba msamaha wake. Bila kutaka kujisalimisha kwa hatari hiyo kwa urahisi, msichana alikubali kuponi hiyo na kumsamehe. Mpenzi huyo alijawa na furaha tele na kutoa tiketi 2 za sinema, akimwalika kwenda kutazama sinema pamoja. Muda si muda walifika kwenye jumba la sinema na kuchukua viti vyao. Lakini mara tu sinema ilipoanza, yule mwanamke mwingine alimpigia simu. Alikata simu mara moja, akichagua kubaki na msichana. Hata hivyo, yule mwanamume alitokea ghafla, akamvuta juu na kusema mwanamke huyo alikuwa akisumbuliwa na wahuni. Alimhimiza mpenzi huyo kukimbia na kwenda kumwokoa mara moja. Akili ya mpenzi huyo iliingia kwenye vurugu, lakini alijifanya kutojali na kuketi tena karibu na msichana. Muda mfupi baadaye, alidai kwamba anakwenda kununua soda na kuondoka bila kuangalia nyuma. Msichana alijua kwamba huo ulikuwa ni kisingizio tu, kwani hakuwahi kunywa soda kabisa. Angeweza tu kuketi hapo na kumngojea arudi, lakini hata baada ya sinema kuisha hakuwahi kurudi. Yule mwanamume alimtumia video ikionyesha mpenzi wake akimwokoa mwanamke huyo mwingine kwa wasiwasi. Msichana alijawa na maumivu ya moyo. Ghafla dari ya jumba la sinema ilianguka. Wakati msichana huyo alipoamka, alikuwa tayari amelala kwenye kitanda cha hospitali. Daktari alisema kuwa mkono wake wa kushoto ulikuwa umevunjika na hataweza kupiga piano tena. Ni hapo tu mpenzi huyo alipokuja kwa haraka, akiwa amejaa majuto kwa kutokuwa naye pale. Msichana alimwangalia yule mwanamume aliyekuwa nyuma yake na kuuliza, ulijua jumba la sinema lingeanguka, sivyo? Ukimya wake ulithibitisha mashaka yake. Mpenzi huyo alikasirika sana na kubishana naye, lakini yule mwanamume alisema mradi tu yule mwanamke mwingine yuko salama, yeye hajali kuhusu maisha au kifo cha msichana huyo. Maneno hayo ya ubaridi yalivunja kabisa moyo wa msichana. Hakuwahi kufikiria kwamba mpenzi wake wa miaka 10 baadaye angemchukia kiasi hicho. Hakuweza tena kukabiliana na wanaume hao wawili kwa utulivu na kwa hasira akawaambia wote waondoke. Lakini mpenzi huyo alisisitiza kubaki, akiwa amejaa majuto. Alitoa kuponi ya pili na kuomba msamaha wake tena. Aliapa kwamba angetumia maisha yake yote kupigana na hatari hiyo akiwa kando yake. Mwishowe, msichana alilegeza msimamo wake na kuamua kumpa nafasi moja ya mwisho. Komenti kama unahitaji muendelezo.